No, I mean like utazungumza na nani? Kwa sababu unajua you know, Gatonye, why I'm laughing about this is that, you know, I think we have to be very careful as a people, and we have to be very careful really as a nation. We are soon becoming you know, almost like a joke as a country as it were. Na wananchi wenyewe waelewe, labda tuna nafasi ya kipekee wakati huu kujiuliza maswali na kujibu hayo maswali na kujipanga vizuri kama nchi, na kuhakikisha kwamba labda makosa tumefanya hapo mbeleni tumeyarekebisha wakati huu. Kwa sababu, na tafadhali, I hope you will give me time to explain this. Okay. Wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka wa 2022, mimi nakumbuka mikutano mitatu kati ya mikutano mingi tulifanya wakati huo tulikuwa kwa serikali. Mkutano wa kwanza tumeitwa na viongozi wa kanisa Mount Kenya East hapa, nikaenda Murang'a. Nilikuwa na mwenzangu Waziri Joseph Musheru. Tukaenda pale, viongozi wa kanisa wakatuambia ni closed door, tufunge mlango tuongee kwa ukweli. Wakatuuliza maswali mengi kuhusu serikali, sisi vile tunaonelea nini. Hata wakati huo tukiwa kwa huo mkutano, kuna viongozi wengine wa kanisa waliniuliza kama nitawania kiti cha urais wakati huo. Mwishowe nikawaeleza kwamba unajua same position that I have taken, let's follow the law. Wakati huo wengine wakaniuliza, unajua nyinyi mnaonekana kwa serikali mnaegemea upande wa Azimio. Uchaguzi ukiisha mtakubali kuwe na mabadiliko ya amani ya uongozi kama kiongozi wa UDA atashinda uchaguzi. Nikawaeleza kabisa kwamba unajua sisi tunafanya kazi na tunafuata katiba vile ilivyo. We may be having inclinations but we also have obligations. Hata jeshi watapiga kura wakati wa kura, lakini IBC kitangaza mshindi wa uchaguzi, they will salute the commander in chief, hata kama sio wao walipigia kura. Sure. We are a constitutionally led country and we are very orderly. Tukaenda kwa mkutano mwingine wa viongozi wa kanisa, niliitwa na Bishop Ole Sabiti hapa Westlands, nilikuwa na Attorney General siku hiyo na wale wengine IG, kila mtu. Hapo ndio nilisema haya mambo ambayo yamezungusha kwa internet sana, kusema mnadanganywa. Wazee wa kanisa pale wakaniuliza wao wenyewe, unajua tumeambiwa na wengine hii eti pesa itatengwa bilioni sijui ngapi ya bodaboda bilioni ngapi. Nikamwambia wazi, nielewe, huo ni uongo, mnadanganywa. Hakuna maneno kama hayo. Mimi sidhani kama inaweza kufanywa hivyo. Kuna njia nyingi za kusaidia hawa wamama mboga, kusaidia hawa bodaboda, mipango iko mingi ya kusaidia hawa tukipanga uchumi kiplani, lakini hayo mnayoambiwa ni ya uongo, hayawezi kutekelezwa hivyo vile mnaambiwa. Mwishowe tukawa na mkutano Naivasha, uliongozwa na Chief Justice. Majaji wote walikuwa kwa Supreme Court, wengine tulikuwa hapa na kila mtu mpaka DPP huku, Chebukati alikuwa kwa room. Nikaulizwa mambo ya pesa wakati wa uchaguzi. Nikaambiwa sasa mbona pesa zinaonekana zinazunguka pesa nyingi wakati wa uchaguzi. Nikawaeleza hapo wazi kwamba unajua nyinyi ni watu wakubwa, mmesoma na mnaelewa nchi. Haya mambo ambayo yanaendelea hapa, kuna pesa za uongo zinazunguka hapa, watu wanaongwa nini. These things are going to affect the outcome of the election, and if we are not very careful, we are going to take our country to the wrong direction. We may end up laundering almost up to 40% of occupants of elective offices, you know, who are basically people not qualified to be in those places, lakini wameletwa hapa kupitia hongo. Sasa hii tukiongea na nyinyi, last year tumeorodheshwa, we were grey listed kama sisi ni nje ya money laundering. Wiki tatu ama wiki nne zilizopita EU imetuorodhesha pia, and we are the only country in the region now as a financial transactions insecure environment because of our financial systems. Nasema haya maneno kwa sababu because of what I want to tell you. My friends, we have a challenge in this country, and there is no future without truthfulness. Let's be very honest with one another and face the challenges of our country head on and address them as they're supposed to be addressed. This lying to each other, you know, saying things that are essentially convenient and things that people want to hear is not going to solve our problems. The challenges we have in our country right now, half of them are as a result of leadership decisions, nothing else. It's not about money, it's not about anything. They're about leadership decisions that have been made that are not right. And lying to each other that we are now going to start having a conversation. Kitu, let me tell you, every Kenyan who's listening to me or watching me this morning has got 6 representatives. We are probably the most representative country democratically in this region. You have an MCA, uko na MP, uko na women rep, uko na governor, deputy governor,
uko na president na deputy president, uko na senator, 6 levels of representation. Sasa hawa viongozi wote katika hizi ngazi zote hawachasikiza wananchi watatue matatizo. Tuanze tena mzunguko mwingine. Tulifanya Bomas 1, Bomas 2, Bomas Ward, Bomas everything. And then we go look for another 200, 400 people wakulipo allowances, wakukaa Naivasha, kwenda Nakuru, kwenda Kisumu, kwenda Mombasa, tunajifanya tunaokota obvious za wananchi. I mean, these things are there. The law is clear, the constitution is very clear. Why can't we get some work done? What the Gen Z are asking and what Kenyans are asking are straightforward question. Do you need a council to resolve those issues? Wakati ilifanyika in 2024, sarakazi imepigwa hapo, ni kama kucheza kamari. Cabinet imebadilishwa sijui mara ngapi, mawaziri wengine around their third assignment since the Gen Z demonstrations of 2024. So hiyo kamari inaendelea kuchezwa namna hiyo. Then tuanza another new kamari sasa ya mzunguko, tuzungumuze kitambo, you know it, tumefika tena another electoral cycle. Then tuanze tena wimbo mwingine mpya and so on. So the problems are there. So Mheshimiwa, iwapo Rais Ruto